nini. Kazi yako ikionekana kama kiongozi, wewe utaendelea. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni kweli si kweli, ni kweli si kweli. So sisi sio ati tunaogopa campaign, ati tunaogopa siasa. That time is coming and we are ready, more than ready. Na sisi ni mafundi. Usione vile tumekimya hivi ufikiri sisi ni kumbavu. Sisi tumekuwa hii town kwa muda na tumefanya mambo ingine mingi na tukafaulu. Hata siku ya kampeni hapo mbele tutafaulu. Sisi ndio mafundi wa hii biashara. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Mimi nataka watu ya Nyeri mniambie. Saa hii tuko na governor wetu hapa, tuko na women rep, tuko na senator, tuko na wabunge, tuko na MCAs. Hii serikali, sisi watu ya mlima, sisi ndio tulichagua hii serikali na fujo. Kuna maneno mengine tumeona imefanywa imeanza kufanywa kwa sababu the first 2 years were difficult for the country, kwa sababu COVID-19 ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Ile unga ilikuwa 250, it was because of COVID-19. Ile corona ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Watu wengi wanafikiria ati Rais Uhuru Kenyatta ndio serikali yake haikufanya bidii. Uhuru Kenyatta alifanya bidii sana. Lakini wakati tulifunga uchumi wa taifa kwa mwaka 1.5, hakuna biashara, hakuna matatu, hakuna kitu inaendelea. Tuko nyumbani sisi zote. Watu hawaendi kazini. Hiyo ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Hiyo ndio iliharibu mpaka bei ya unga ikaenda 250 na mambo mengine ikapanda. Tulikuwa tunashughulikia the first 2 years kudhibiti hiyo hali. Tukaona kitu ya kwanza, hii fertilizer inatoka 7,000. Wananchi wengi hawawezi kununua hii fertilizer. Tukatafuta pesa ya serikali, tukatumia kudhibiti. Pesa ya fertilizer ikatoka 7,000 ikafika 2,500. Wakulima wakaweka bidii, Mungu akatupatia mvua, tukazalisha mahindi ya kutosha. Hiyo ndio ilileta bei ya mahindi kutoka 250 ikateremka. Kwa hivyo the first 2 years were very difficult. The exchange rate, Kenyan shilling, was weak. It was exchanging with the American dollar for 165 shillings per dollar. We had to take measures to strengthen the shilling. Today, for the last 2 years, the shilling is exchanging at 128, 129. And the good news, the economists are telling us in the next few months, the shilling is going to be stronger. And therefore, hiyo bei ya dola itashuka hata zaidi. Lakini tukifanya hivyo pia, tunajua rais, watu ya area hii, Rais Uhuru Kenyatta alituachia barabara ambaye alitutengenezea kutoka pale Keno. Kwa sababu mzee Kibaki alitoa dual carriageway pale Nairobi, Thika Superhighway, akaleta Keno. Uhuru Kenyatta akakuja akakamata, akaleta hapa karibu na Makutano, karibu ifike Karatina. Sasa tumemalizia, hata kama uchumi ulikuwa mgumu, imefika Marwa. Sasa nataka tukubaliane hivi watu ya Nyeri. Saa hii kwa sababu uchumi umeanza kuimarika, ndio umeona zile barabara zilikuwa zimesimama Kenya mzima, kutoka Namanga paka Moyale contractor wamerudi, kutoka Busia paka Lamu contractor wamerudi. Today 6,000 kilometers of roads in Kenya, including the Mau Mau roads upper central, ambazo zilikuwa zimesimama kwa sababu ya hali ya uchumi. Sasa tumelipa contractors wote pesa yao yote, 177 billion, wamerudi kazini. Give us a few months, ile activity itafanyika kati ya saa hii na mwisho wa mwaka huu. Wakenya watashangaa jameni. We will complete the 6,000 kilometers of tarmac, we will start new ones. Ndio na wauliza hivi jameni, wakati huu ambapo sasa ndio hata mambo ya serikali imeanza kufunguka kwa sababu uchumi umedhibitika kidogo, sasa ndio wakati wa kurusha mawe na kupiga kelele? Si sasa ndio wakati wa kukamua serikali?
Kanani hata adwa ito. Si unakamua na mikono yote miwili? Kwa sababu hii serikali, kura ya hii serikali ni yetu. So this is the time ya kufanya namna hii. Kahiga, Rahab, Kahiga, Rahab, DMM, Rahab, DMM. Ama namna gani jameni? Kahiga akichoka, Rahab anachukua. Rahab akichoka, anaachia DMM. DMM akichoka, anaachia Wamatinga. Tukamue paka ama namna gani? Na iko kazi. Umesikia huyu governor akisema. Huyu governor amesema. And I'm glad governor you are the one saying this. Hii barabara yetu imefika hapa Marwa inaelekea Nanyuki. Kama sio viongozi wenu wa Nyeri wakiongozwa na Governor Kahiga, hiyo barabara ilikuwa inatoroka. Ilikuwa inapitia pale Kiganjo, iende Nanyuki, na hiyo ingeua mji wa Nyeri town. Wenye walisimama katikati ni hao viongozi wa Nyeri. Na walikuja kwangu kwanza. Tuambiane ukweli, si mlikuja kwangu. Alafu nikawapeleka kwa rais. Kwa sababu mimi ndiye jirani, mtu yenu niko hapo karibu. Na niko na Kirauni. Sasa this time round, hiyo dual carriageway, hata kama itapita ikienda Nanyuki. Sasa tunataka hiyo dual carriageway ikuje kwanza iingie Nyeri town. Alafu ikitoka Nyeri town iende hivyo mpaka iende Nanyuki. Alafu mnaambia Kahiga wachane na serikali. Sasa hata wachane na serikali na dual carriageway bado haijafika Nyeri town. Siangoje my friend. Just wait. What is the problem? Hakuna kura. Iko kura inapigwa kesho. Iko kura inapigwa next week. Iko kura next month. Alafu watu wengine wanafikiri sisi ni kumbavu, hatufikiri. Niseme nisiseme. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Wacha nione salamu ya fire. Niwaambia sisi ndio mafundi wa siasa. Unajua hatuongeangi sana. Unajua all of us cannot be loud all the time. But we know the right time to talk. Yes. The country now is in a good place. Those of us who supported this government, this is the time to harvest the fruits of our labor. Niseme. Huyu Kahiga, DMM, Rahab, mukae kwa serikali mpaka dual carriageway ipitie hapa Nyeri town. Iko pesa ingine hao viongozi wametafuta. Walikuja kwangu, tumeenda kwa rais. Na hao viongozi wote walikuwa hapo. Mbunge wa Othaya ako area, alikuwa hapo. Mbunge wa Mathira alikuwa area, alikuwa hapo. Washieni, mbunge wa Kieni alikuwa pale. Hii level 5 hospital ya Nyeri, kwa sababu kuna pesa rais alikuwa ametuahidi ya Othaya level 6 Mwai Kibaki ya 1 billion. Tukaomba pesa ingine ya level 5 hospital Nyeri 1 billion. Hiyo pesa bado tunasukuma, haijatoka. Sasa unataka tuharibu kazi, pesa haijatoka? Tuharibu kazi na pesa haijatoka? Hawa viongozi wafukuze hiyo pesa 1 billion itoke ya Nyeri level 5 hospital. Na bila hiyo pesa kupatikana na hiyo ijengwe na ikamilike kabla ya uchaguzi, nyinyi viongozi hamna amani. Hata mimi nikiwa deputy president sina amani. Hata Rais Ruto hana amani. Ama namna gani? Ni kiongozi mjinga anafikiria ataahidi kitu akose kufanya, alafu siku ya mtihani apite hiyo mtihani. You must be the foolish person of this world to believe that you can shortchange the people you lead and get away with it. So we mean business. Watch this space. Tutavuruta hii maendeleo kama risasi. Itaenda mbio. Sasa uchumi umeanza kudhibitika. We will build roads. We will build our hospitals. We will provide electricity. Mahali haijafika. Tutajenga masoko. Kama hii soko tumekuja kuona hapa. Ama namna gani? Mimi nimepitia kwa Walete MCA Paul Kanyari hapo kwake nyumbani. Tumekuja maombolezo. Governor Kahiga alikuwa ameomba msaada kwa rais akapewa. Akaomba msaada kwangu nikapatiana. Sasa cha muhimu ni kwamba